Acha nikwambie sana. Hapo mwanangu, unaona hapo mahali unapata sifa mbaya. Hata kule pia ile mazingira kule unasema kwamba kuna mahali unaweza kuchukua. Ilikuwaje wapi? Sikuweza kufanikiwa. Sikuweza kufanikiwa, lakini mambo yakiwa sawa, baba hata usijali. Kila kitu kitakuwa. Haina tabu. Kwa sababu uliniambia unataka kaloni na nikakungojea, uniambie at least unaweza nikakusukuma. Lakini cha kushangaza mimi nakuona umetulia mpaka sasa hivi, mashallah, naona alhamdulillah. Hapa si pabaya hapa sasa. Ndio bidii yenye tuliyofanya. Mungu atujalie. Amin. So, karibu. Buda. Karibu bwana, hapa ndio nyumbani. Ndio Karibu. Hapa ndio nyumbani. Hapo ndio nyumbani. Sijui wenyewe wako wapi. Mke wangu? Naam, abe. Haya, sawa. Samahani kidogo. Okay, bila samahani. Na unafundi. Kwa mlango wetu tulitengeneza hivi majuzi, lakini bado uko na shida. Mlango ni mzuri. Yeye mwenyewe hajakuwa makini. So, hapa ndo nyumbani. Hapa ndo nyumbani na jisikie nyumbani, jisikie uhuru kabisa. Nakaribishwa muda wote, unaweza kuja kutembelea. So, mazingira yetu ni haya. Kama nilivyokuambia kipindi kile, nilichukua pesa ya mkopo kwa ajili ya kufanya miradi kama hii. So, nadhani naona mazingira kidogo yako tofauti na hapo awali kwenye tulivyokuwa tukiishi. Au unaonaje? Kwa kweli nasema hongera sana kwa sababu marhaba. Jambo. Sijambo. Salama. Vipi za huko? Nzuri. Ni mbona huko nipa taarifa kama alikuwa yana nikajitayarisha. Kwa kweli mke wangu amekuwa akilala na nimepata tu baba katika heka zake, ikabidi tu nimbebe tu msobe kuja naye hapa ili apate kufahamu nyumbani. Maana unajua baba na shughuli zake, yeye akienda basi anaendaga, kurudi nyuma hana hiyo gea. So ndio maana ikabidi nimchukue tu moja kwa moja tuje. Angalau hata ungenipigia simu hata nikaenda na chai hivi. Mama, samahani kidogo. Ukupigia simu, asikupigie simu, ilikuwa itakuangu. Kwa sababu gani? Hatujapangana hata sisi. Yeye kwa safari zake, na kwa safari zangu tulivyoonana, basi ndio baba mapako hivi nyumbani. Sasa hapo kwa simu ndo amechanganyikiwa. Hapo kama mtaenda kuongea, lakini hapo kwa simu mswamehe. Kwa hiyo karibu. Asante sana, karibia. Sasa mwanangu. Naam baba. Naona kidogo mambo si mabaya. Na hili ndilo jambo jema katika maisha. Ndio baba. Manake maisha unajua yana vitongoji vingi. Na unaweza hitaji pesa ya mkopo ukaipewa. Baada ya kufanya mazingira kama haya, Kristo ndio ukae pate kwanza mwanangu kama hivi, ukaanza mambo mengine. Kitambo ukija ukisema ABC ushachelewa. Kwa hilo hongera mwanangu. Asante baba. Na je, vipi pesa ushawalipa yote? Kwa sasa kile kitu kiko sawa. Kiko sawa. Usiwaze. Alhamdulillah. Okay, sasa kuna kitu mwanangu nataka nikwambie hivi sahihi. Lakini utanisamehe. Hamna neno. Baba jisikie huru, unaweza kuambia chochote kile. Na je, nikuulize? Na siku zote mwana unapoelezwa jambo na mzazi, unapaswa ulifanya bora ni mzazi wako. Ndio, na hata sio mzazi pekee. Mtu yote aliyekuzidi umri, unastahili kumtii na kufanya hapo. Hebu chape kibao. Rejesha tena. Baba, tatizo liko wapi? Hapana, sijaridhika. Mpe tena. Okay. Baba, nimefanya kosa gani? Mbona sielewi? Umeona?
Nimekosea wapi? Tatizo liko wapi? Nimetii. Lakini ndio kwa namna hii kupigwa bila sababu. Okay, mama. Usilie. Najua una hasira. Hebu mregeshe. Haraka upesi. Hizo vibali za kupiga mregeshe. Usiogope, mimi ni mzazi wake, nishakwambia mregeshe. Si sahihi baba. Mregeshe mama. Si sahihi. Na pia kama nilivyofundishwa mimi na wazazi wangu, mwanamke ampige mume. Ulivyo? Nilivyofundishwa na wazazi wangu. Na sijawahi kumwona mamangu akiinua mkono kumpiga babangu. Kwa hivyo ina maana huyu hakufundishwa na wazazi? Sijasema hivyo baba. Naam, mnamaanisha nini? Sioni lengo la kufanya hivyo. Labda kama naweza jua sababu kamili ya kufanya hivyo, itakuwa ni sawa. Asante sana. Asante sana. Ni wanawake wachache sana wenye tabia kama hizo. Za kuamrishwa kitu fulani fanya, na kifanye ama asikifanye. Mwanangu. Namba. Sasa mbona kayafanya? Mbona kampiga mkeo? Baba, nimefuata maagizo. Umefuata maagizo ulionipa wewe. Umesikia kuna kauli mtu amesema ya kwamba amefunzwa maadili ya kwamba kupiga mume ni hatia. Ina maana mume ukiambiwa piga, na wewe kuna maadili ya kukuruhusu kufanya? Labda sijui. Sasa basi, wacha nikupatie hadithi ama kistori kifupi. Unaona katika dunia kuna wanawake waliobahatika na waliopewa maadili mema ya dunia, lakini kupata mwanamume sahihi wale nadra. Na kuna wanaume sahihi ambao Mwenyezi Mungu aliwaleta katika dunia na maadili mema hata kwa wazazi, lakini kupata mabibi wenye hekima wale nadra. Umeona? Ina maana hakusikia uchungu ulivyompiga. Najiulize ni kwa nini yeye amekataa kurejesha. Sasa unasema kwamba unafuata amri ya baba ama ya mtu mzima. Ni sawa, sikatai. Watu wazima wako wengi na si kila mtu mzima anayekwambia jambo fulani fanya basi ufanye mwanangu. Kuna mtego tu wa kusudi kufanyiwa tu ili kwamba je, umeiva mwanangu ama umehitimu kuishi na bibi. Huyu anaweza amua tu kusudi, wacha nimpime bwanangu. Aingie jikoni vizuri, akupigie sima bichi. Ni siku yako ya kwanza. Utamfukuza wewe? Ndiyo, kwa sababu hana vigezo vya yeye kuwa mke wangu. Sababu gani? Hana vigezo vya kuwa mke wangu. Inawezekanaje apike chakula kisha kitoke kibichi? Asante sana. Umenijibu vizuri mwanangu. Hata wewe ungekuwa ulivyokuwa na mamangu mzazi, angevifanya vitu hivyo. Sidhani kama mimi ningezaliwa katika familia hii. Mwanangu. Lakini mume wangu, labda baba yuko sahihi. Naomba nisamehe sana. Naomba nisamehe sana. Naomba nisamehe. Bila samani. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe. Sio kusudia kufanya hivyo. Sina tatizo na wewe kwa sababu ni vizuri kutii wazazi. Lakini kuna vitu vingine unafaa kufanya maamuzi mwenyewe. Kwa sababu ya saa hizi ni maisha yako, si mzazi wako. Ni kweli unasema. Na naamini maneno unayosema. Ila msamaha wako ndio utakaoniponya kidonda hiki. Na kama umenikubalia, basi nimeshukuru sana.
naomba unisamehe tena. Nadhani si msamaha tu, ni funzo kwa mambo mengine mengi tu yatakayotokea, kwa sababu utajua gani nzuri na gani mbaya. Kweli kabisa. Acha nicheke kidogo. Kweli, penye mazuri hapa kwa simu. Mwanangu umeona? Ndio baba. Umeona. Alafu mwanangu ina maana amekiri makosa yake. Hatimaye, kabla niende mbali, kuna jambo lilokuambia la kwamba si watu wazima wote ambao nadhania walikamilika. Wakuambia tu jambo fulani fanya, basi tawezifanya. Sawa, mimi ni babako. Ulikuwa na haki kuchukua action kama ile kwanza. Wewe si mwanangu wa kwanza wa kiume. Unashindwaje kuuliza babangu kwa nini nimpige mkeo? Okay, sasa babako mshaba tayari hivi angeenda ongelea na mimi, na ile hali mimi si heti nilikuwa nataka kumpige. Ilimfuata kanisome kwako wewe, je, umehitimu kuishi na mimi? Hata nijue ikifika pale naenda kwa mwanangu ambaye akosea kuishi na mke. Baba, ni kweli. Ila ina maana mimi nimekosa kwa hili kubwa sana. Kwa maana basi nikatangulia kumwomba radhi. Lakini vile vile kumbuka, katika upande wa pili nimetii kile ulichoniagizia, na ningefanya kinyume na hivyo basi usingeweza kunielewa. Ina maana moyo wako unajua ninavyofikiria mimi, mpaka unasema umetii na ungefanya labda nisingekuelewa. Inawezekana ndio, kwa sababu mimi ni kizazi chako. Okay, sawa. Sasa Mungu, unajua hii dunia ni duara na ina mengi yenye mafunzo mazuri na ina mengi yenye mafunzo maovu. Na ukiangalia kwa sahihi sasa hii ulimwengu wa sasa, kupata mama ama kupata mke mwenye hekima kama mwanangu ulivyopata mama kama huyu ambaye umempiga mbele yangu, nikamwambia kuregeshea na amekataa. Na najua ingekuwa ni wengine, ingekuwa video, ingekuwa ngome hapo, ingekuwa kasamani, ingejaza watu. Lakini yeye kashindwa, akataka kujua sababu gani kupige. Lakini wewe kwa sababu ni kibebeo, unasema na babako, wewe unapiga. Basi hata kesho utapata mtu mwingine mkubako, mwambie mshike ni panga. Ifika pale, hebu mkate. Si unamkata tu. Wakati unapoelezwa kitu mwanangu, hata kama mtu amekuzidi umri, unaona hii akili, unaona kama ndevu zangu nyeupe. Basi wacha wewe, naweza shima na mdomo wako wa chini kabisa. Kiakili. Kwa ndevu nyeupe sio kwa kila jambo. Alafu mwanangu, kitu nitakuomba, ningependa nivyoomba msamaha, umswamehe tena mara 70. Kwa sababu Mwenyezi Mungu akwambia msamaha, samehe mtu mara. Na ukimsamehe mara 70, hata yeye aliyeko juu naye msamehe mara ngapi? Asante sana. Yesu ana mbio nyingi. Labda wale wakati tuseme mfano kupatia mathalan, eti kwa mfano unafukuza mtu. Basi yule mtu unamfukuza, maybe the same zile mbio zake, speed yake ni 120 na wewe yako ni 120, lakini ushampata average ya hapa na mwisho ya nyumba, shanza kwenda. Na wewe unaanza. Yule mtu utamshika kweli? Kwa sababu gani? The same speed ni mo. Sasa ukitaka kujua kwa mtu utampata, Yesu akwambia wewe ndio pole. Atachoka. Na siku akichoka ndio mwisho wake ambao utampata sasa. Sasa kifika pale ya hema, wewe pumzika kwa sawa. Alengenalo pia siku zote. Kama sijakosea mambo ya ulimwengu, mti wowote wenye matunda, basi saa yote haukosi kupigwa mawe. Ukadhania labda haupendwi, lash. Ni kwa sababu gani? Yale matunda. Laiti kama si matunda, ungekuna mwanangu. Iliyobakia na wacheni siku njema. Siku nyingine unapoelezwa jambo, tafakari kwanza. Na uangalie kuna uzito gani mbele yake kitamwona kitu kama hichi. Mimi nimeudhika mwanangu hata siku. Hata sisi shukrani. Asante. Kweli. Asante mwanangu. Wewe nimeshukuru. Lakini tafakari hapo. Sawa. Sasa baba, mwambie mama basi aniletee
Ile matobosha. Kutembea kuja kule pia unashindwa kutembea kufika jamii. Baba, mimi nitakuja lakini sio kwa muda huu. Mimi nitafutia mamako tena bado ashafika hapa kuletea. Wewe bwana atuletee matunda. Haya baba bwana, najua maneno yako yaishi. Nashukuru sana kwa sana. Lakini unafaa kushukuru kwa sababu ni wazazi wachache wenye wanajali watoto wao kama babako alivyofanya. Kwa sababu ingekuwa ni mtu mwingine hata angefuatilia ili kujua jinsi unavyofanya familia yako. Ninapenda tu vile babako anafanya. Na tamani tu watoto wangekuwa hivyo. Nashukuru sana. Ndio maana nakujaga hivyo. Tunaendelea kuangalia tu. Sawa. Endelea. Acha nifunge mlango.